Bismillahirrahmanirrahim. Tunaendelea na mada yetu kuhusiana na kupiga vita maulidi, na sio maulidi tu, kuna vingi ambavyo tunavyopiga vita. 40 hatuijui inakotokea na nikaanzisha. Tunatafuta maneno ya angalau ya wanafunzi wa Mtume, hatujamkuta mtu yoyote kwamba alifiwa akaiweka ada hii ambayo mmeiweka nyinyi, na wala kwa kusema kwamba kuna ibada sahaba yoyote kwamba kuna ibada inaitwa 40. Haya ni mambo yenu nyinyi wenyewe masufi. Mnawasingizia wazee, mnawapa shida. Msiwatishe wazee mizigo, hayo ni matamanio yenu. Waacheni wazee wapumzike. Mnawakatisha viuno, wakitoka pale, mjukuu wangu ninaumwa. Suli kwenda kule babu, na tunakwambia haya mambo hayakuwepo. Wewe unasema wajadna abaana yafaluna, tunawakuta baba zetu wakifanya. Ndugu zangu ni Islamu, hayo ni mambo ya sawa. Yaani watu wanatoka mizipi humu. Wallahi maulidi ni jambo lilokuwa sahihi. Nani kakwambia ni jambo la sahihi? Unatoka mishipa humu. Pale unaona ile harfu ile pale man, unajua man ni imekuja. Hatutaki man, tunataka hivi ma huwa al-aslu an hadha, tunataka asili ya jambo hili. Man ahdath, ni nani kazusha? Nani kazusha? Amezusha Mtume jambo hili? Amelileta Mtume? Amelileta sahaba wa Mtume? Au umeleta wewe na matamanio yako? Ndugu yangu Muislamu, acha uongo wa kumzushia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunasema hivi, hizo kanuni za kisheria sisi pia tunazifahamu. Hizo mnazosema usulu, mambo ya usulu tunayapitia pia. Wal aslu fil ibadati, sikilizeni sasa. Asili, ukisikia neno asili kama mnavyosema katika usuli ilmi, usulu tafsir, usulu fiqh, hakuna usulu utakayoileta hapa ikawa sisi bado hatujaifahamu. Lazima tutafahamu na tutakwambia bado wewe ni muongo, unamzushia Mtume. Sikiliza maneno haya. Wal aslu, na asili fil ibadat, katika ibada, antatabia, ni kufuasa. Tuambie, Mtume alicheza maulidi ama alifunga siku yake alipozaliwa? Alikwenda kucheza dufu au alikuwa anakata viuno kama unavyofanya wewe? Na kama hakukata viuno, masahaba wake walikaa pale kwa kukata viuno wao kama unavyofanya wewe na wenzako? Ndugu yangu msufi, popote ulipo, jitahadharisha, wakati wa kurudi kwa Allah ndio huu. Usikeneke vitu ambavyo Mtume hajaviweka katika ibada. Ibada zimeshajulikana, na ibada zote zina nguzo na zina sharti zake, unaona, na kuna taratibu zake. Tuambie taratibu ya hayo mambo yako unayofanya 40. Muratibu ni nani aliyokuwa anaratibu mambo haya mambo ya matanga haya? Nani karatibu haya? Nani aliyosema ya kwamba vipikwe vyakula ili waitwe watu waje wale pale? Ndio nyinyi mtoke huko na vyakula vyenu mje mwasaidie hawa waliokuwa na janga hili la huzni, kama walivyofanya alu Jaafar, kama walivyofanya watu wa Jaafari. Sio wao waliokapikiwa, ni wao waliokatengeneza vyakula wakavileta kwa wale wafu. Wale waliofiwa wale ndio wakaja wakapewa msaada. Nyinyi haya yote mmeyapata wapi? Hamna dalili. Mutavitaja vitabu, na kila kitabu mtakachokitaja masufi mutatukuta tunakwenda kitabu hiko kuangalia. Jana nimeangalia vitabu vyenu mlivyo kama mnavyoonyesha, kila ukienda kutafsiri yani tofauti kabisa, mnamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kibaya zaidi, mpaka Mudhaffari wenyewe huyo mnamsingizia kwamba Ibn Kasir katika kitabu chake Ibn Kasir ameshasema katika kitabu kumsifu Imam Mudhaffar. Ndio Imam Ibn Kathir, kwani alikwenda kusema kwamba Mtume Mudhaffari alikuwa anawaruhusu watu wafanye hivi? Yeye ameshasema Mudhaffari ni mtu mwenye ilmu, amesema ni mtu mwenye elimu, amekubali Ibn Kathir kwamba ana elimu yake. Lakini haya mambo ya maulidi anasema mimi sijasema kwamba watu, nilipomtaja Mudhaffari kwamba ana elimu, sikusema kwamba watu washikamane na maulidi. Hajasema hivyo. Ibn Kathir anakataa. Wewe usiwe muongo Muislamu mwenzetu. Hii dini inahitaji dalili na wala sio kusingizia.
na wala usimsingizie mtume, na mtume anasema man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Ukimsingizia mtume jiandae na moto. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, lazima tuwe wa kweli katika dini na tusiwe wazushi na waongo wa kumzushia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.